Na inaposemekana alionunua nyumba iko Dar es Salaam. Nadhani niliwaambia kwamba alionunua ni mwanajeshi. Na hicho niambia dalali kwamba naye alishapewa cha udalali 500,000 ana pa kuipata. Ndio maana mwanangu, nilikuwa naongea na wewe kila siku mwanangu. Achana na mambo ya kutapeli watu. Achana kula vitu vya haramu. Na kilichopelekea mpaka mimi kuwa mlevi. Nilikuwa nawaza na thamani gani tena mimi? Kula yangu ni ya haramu. Kula la kwangu ni haramu. Nina thamani gani mimi? Nikaona sina wazo jingine. Wazo langu ni bora nikanywe pombe, nifurahishe nafsi yangu. Baada ya kukataza sana mwanangu, na nikaona wewe umesimama na misimamo yako ya kutapeli watu na kudhulumu watu mali zao. Mwanangu, ni heri tupate kidogo lakini cha haki kuliko kupata kikubwa cha haramu. Ilikuwa inaniuma sana mwanangu. Ona leo ulipoangukia mwanangu. Umejifunza nini hapo sasa? Mama, kwenye hili nimejifunza somo kubwa sana. Na nakuahidi kuanzia leo nitatafuta hela yangu kwa halali. Na nitaachana kabisa na hizo biashara. Naomba unisamee mama yangu. Sawa sawa. Kwanza mwanzo sio ujinga mwanangu. Nyumba hii ipo. Utaishi hapa. Mwenyezi Mungu atakuruzuku utapata kingine cha kwako. Kilichokuwa cha halali kabisa. Watu wanasema asiyofunzwa na mamae, hufunzwa na ulimwengu. Ulimwengu umenifunza. Huo usiwe mwanzo. Na wala usilaumu ulipojidondokea. Unatakiwa ukumbuke wapi ulipojikwaa. Maana hiyo hatua uliyochukua ni kubwa sana. Kama umeamua kujirekebisha, basi usiishie hapo. Huo uwe mwanzo. Sio kama huna kitu na ndio maana umeamua kuchukua hatua hiyo. Hata ukija kufanikiwa, usirudi tena katika hiyo njia mbaya mwanangu. Sisi wazazi wako wote tunakuombea. Na ukipata baraka za wazazi, hata Mungu milango anakufungulia. Hebu rudi katika njia iliyo sahihi. Tena rudi kwa haki. Mungu atakupa baraka zake. Sisi tuko nyuma yako mwanangu. Sawa, nimeelewa mama zangu. Mkono, yaani bora hata ulipokuja. Maana nilikuja nyumbani kwako zaidi ya mara 3 sijakukuta. Na nilifika kwako, nilikuta mbaba mmoja hivi. Kakaa pale kwako. Alichoniambia yeye, eti nimepauza. Yaani sijaelewa kabisa. Hebu niambie wewe, umepauza kweli? Ni kweli nimepauza. Na ndio maana nimekuja hapa kwako ili tuzikaa tuzungumze kwa pamoja. Hivi Mkono, wewe una akili kweli? Kumbuka niliambia ukanioa. Na ile ndio mji wako ambao umeniambia utanipeleka pale. Sasa leo umepauza. Utanipeleka wapi kunioa? Sikuuza kwa nia mbaya. Lengo langu lilikuwa zuri tu. Nilitaka niuze kisha niende kwenye biashara zangu mjini nikaongeze msingi. Baada ya hapo nikutumie nauli uweze kuja Dar es Salaam, tuweze kuoana. Hilo ndio lilikuwa nia yangu. Sasa kiko wapi? Angalia maisha. Ungekondeana. Na ndio inaonekana mawazo yamekuganda. Mimi kikweli siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hana pesa. Mimi ni mwanamke mzuri. Nahitaji mtunzo. Yaani ukiniambia pale ile eneo umeuza, yaani niende kuishi kwa mama yako. Lakini mimi sijapata hela kiukweli. Hela nilouza ile nyumba nimelipa deni ambalo nimelikopa. Na mpango mzima kautengeneza mwenyekiti. Kiukweli mwenyekiti amenifanyia katili mkubwa sana. Lakini tuachane na hayo. Lengo langu sasa, nataka nitafute vidumu vya petroli. Niende kwa mwenyekiti nikaichome moto nyumba yake. Yote iteketee. Alafu kila mmoja apate hasara. Mkono. Hayo ni matatizo ambayo unayatafuta. Yaani una matatizo kibao, bado unajiongezea matatizo. Nisikilize ngwambie. Naomba uondoke kwangu. Kwa sababu mimi hapa nahitaji mwanaume mwenye pesa. Sihitaji mwanaume ambaye yani anauza vitu vyake ndani ili eti aende akatafute biashara. Hapana. Naomba uondoke katafute pesa ukija hapa. Utanikuta. Mimi bado nitakusubiria. Subira. Sawa. Mimi niko tayari kuondoka. Lakini naomba unipe nusu saa tu niweze kuingia ndani. Nijipumzishe japo kidogo maana niwezi amini sikulala kwa laa. Baada ya hapo mimi nitaondoka zangu. Hivi ni kiziwi ya? Ukiziwi wewe? Unielewi au unisikii? Nimekwambia hivi, nyanyua mbaliga zako, uondoke, katafute pesa, alafu ndio uje hapa.
Nani? Subira. Unajua blaza, kipindi cha nyuma ulikuwa ukicheza mpira unasikia usiniumizie huyo, lakini wakati hapa unasikia mwizi alafu mwisha picha unakufa tu kwa sababu ya kuiba. Lengo la kuja nyumbani kwako bro, mimi nimekwama kwenye biashara zangu, msingi umepungua katika biashara, yani niende nikamwibie mtu cha kwake. Nilikumbuka kwamba nina blaza wangu mkono. Ndio nikakumbuka kuja kukuomba wala msaada, kwa sababu anayeomba msaada anahitaji asaidiwe. Nahitaji takriban 300,000 lakini hivi ili mradi niweze kuendesha biashara yangu, kwa maana nimekwama blaza. Si unajua kimfacho mtu ni chake. Ndugu yangu, nahitaji msaada wako. Ndugu yangu, kwanza pole sana. Kiukweli mimi hali yangu ni mbaya sana, lakini laiti ningekuwa nayo ningekuwa zima. Tena sio kuwa zima, ningekupa tu kwa sababu chako ni changu. Lakini hivi unavyoniona ndio nipo hivi, sina shilingi 10. Sawa. Sina namna, kwa sababu mifuko haizungumzi na kila mtu unajua anapoisha anajijua yeye mwenyewe. Kuna wakati unasema umaridadi unaficha umaskini. Usipagawe na kuna nyumba ina geti. Unaweza ukashangaa anaishi maisha magumu alafu anaishi kwenye nyumba ya matope, anaishi maisha mazuri. Sawa, lakini fahamu kabisa kwamba mimi na wewe ni ndugu. Na mama zetu ni mama mkubwa kwa mama mdogo. Nikasema nani nimfuate kama sio wewe? Lakini umesema una. Nashukuru brother, nilikuwepo. Hamna wasiwasi. Usijali bwana. Nilikuwepo. Usijali, nisamehe. Binadamu bwana. Yaani kisa tu mama mkubwa na mama mdogo basi shida unaletea mimi. Wewe unalinga na duka vyako hivi. Alipokuwa ajui biashara ya duka sio biashara, kwa sababu faida yake unagawana sawa kwa sawa na chuma ulete. Sijui leo nikimfuata atanielewa, lakini siku ile akujua kama nilikuwa na pesa. Alafu yeye mwenye alisema kuwa ndugu kusaidiana. Ngoja kukuche ili nimfuate nikaongee naye vizuri, na maana atanisaidia. Atanisaidia. Hodi. Ndugu yangu vipi? Karibu. Asante. Kwanza samahani maana nimekuja bila taarifa. Bwana ndugu yangu, mimi nina shida. Tena na shida kubwa sana. Unajua sasa hivi nimeingia kwenye kilimo cha ufuta. Sasa natakiwa pale nimwagie mbolea, pia nimwagie dawa. Lakini nimepungukiwa. Nikasema nije kwako ndugu yangu uniazime 500,000 au 400,000. Ili tu nikanunue mbolea, ninunue na dawa, baada ya hapo sasa nitarudisha pesa yako. Umesema 500,000 au 400,000? Sio kama pesa sina. Pesa ninayo na ipo ndani. Usicheke. Yaani usicheke kabisa, usiamini kwamba kucheka kwako kunaweza kusababisha mimi nikakupea pesa. Kwangu mimi huruma sio malezi. Nilikuja nyumbani kwako, blaza mkono ule. Ile niuma sana. Nilikwambia na matatizo, nimekwama katika biashara zangu. Lakini haukuthamini utu wangu. Haukuthamini udugu wetu bila kujua kwamba udugu ni hazina yetu. Kipindi cha nyuma Masai kuna kipindi aliweza kuunga ng'ombe kwa mfugaji. Na mfugaji aliweza kuunga mboga za majani kwa Masai. Wewe ulishindwa hilo. Una mimi nitaweza kukusaidia? Never.
Kuna rafiki yangu ambaye nimesoma naye toka mtoke, shida yake shida yangu mimi, anaitwa Lola Boban Kilanza. Nilimwahidi nitamtumia pesa hii ambayo yuko ndani. Ni bora nimtumie yeye kuliko kukutumia wewe ndugu yangu. Sawa. Lakini ndugu yangu Machete, yaani uko tayari hela umpe mtu baki kuliko mimi ndugu yako? Nimekwambiaje? Mimi nitakurudishia. Inawezekana. Inawezekana kuna wakati kukumbatia mbuyu na ukaupanda mpaka juu. Nilikuja nyumbani kwako, niliamini kabisa pesa unazo. Ulinikazia. Ulinikazia. Ona leo maisha ni duara. Kuna wakati unaenda mbele alafu ukisikia baridi wa mbele anakuwa mwisho. Weka akilini swala la mimi kukusaidia. Sawa. Machete, brother. My young brother. Mungu we. Hukumu gani unaonipa hii? Nimeshakiri kwamba nilikosea sana. Mpaka ndugu yangu wa damu ananikataa. MC Machete, sauti ya bufa. My young brother. Shemeji huyo. Vipi ndugu yako yupo? Yupo. Baby. Babe. Mambo baby. Poa, karibu. Asante. Ndio nakuja kuchukua. Ndio baby. Sawa. Pita ndani. Samani bwana Machete. Ina maana uliniambia unataka kumpa rafiki yako ulosoma naye. Kumbe unataka kumpa mwanamke? Kweli ndugu yangu? Yaani mwanamke na mimi nani bora? Kwanza umenikosea sana. Usimdharau huyu mwanamke. Samani ninayompa huyu mwanamke ni kubwa sana balona. Unajua kwamba ananisaidia katika mazingira gani? Uliponikataa wewe ndipo nilipomfuata huyu na akanisaidia. Siwezi kutenda wema nikaenda zangu. Siwezi. Kwa huyo ni wema na ukumbatia. Baby. Kwani kuna shida gani? Achana naye. Twende ndani tukatap screen. Sawa baby. Shemeji. Ndio ndani. Nimesikitishwa sana na hiki mwanangu. Tena umeniangusha kwa kiasi kikubwa sana. Sijategemea na sijakulea hivyo. Hiyo misingi unaoenda nayo sio ya kwako. Hivi Machete wewe, ni kweli ukushindwa kumsaidia kaka yako? Yaani unadiriki kumsaidia mwanamke kuliko ndugu yako? Umekosea. Tena umekosea sana. Kikubwa tena umenikosea mimi mzazi wako. Huyu ni ndugu yako. Basi usimsaidie kwa niaba yake. Ungemsaidia kwa niaba yangu au kwa niaba ya mama yako mkubwa. Sijapendezwa mwanangu, umenisikitisha. Hebu niongee na wewe Machete kwanza Mimi nimekulea toka ukiwa mdogo. Niliwalea kwa pamoja na kaka yako. Mpaka unapata ufahamu, unajua mimi ndo mamako mzazi. Kumbe wewe ni mtoto wa mdogo wangu na nikakuchukua nikakupeleka kwa mamako. Leo kwa nini unamtenga kaka yako? Ana matatizo unashindwa kumsaidia? Yaani umesahau kabisa kwamba nyinyi mmelelewa pamoja. Ziwa langu ili umenyonya. Mama, inatosha. Hakuna ambaye alikuwa juu mimi nina matatizo. Kila mmoja anajua nina matatizo mama yangu. Kuna wakati unatamani uweke hata bango nyuma. Nilimfuata ndugu yangu. Na nilijua kabisa kwamba ana pesa na ana uwezo wa kunisaidia, lakini alinikatalia. Alinikatalia katakata. Sasa mimi ni nani ambaye nitende wema alafu nilipe mabaya? Mimi ni nani? Hiyo haiwezekani mama. Na kama swala hili ndio ambalo limesababisha mweke kikao mimi kutomsaidia brother. Whatever. Nikatai nataka. Machete, usifike huko. Huko kote ni mbali. Sikiliza. Mimi nilikuja kwa sababu nina shida. Kama kuna nilipokukosea, naomba unisamehe. Wewe. Mkono. Wewe ni mkubwa sana kwake. Ulimsaidia vitu vingi sana kipindi mimi sipo nilipokuwa naumwa. Machete. Ubaya ulipo kwa ubaya mwanangu. Ubaya unalipo kwa wema. Na mpaka sisi tunachukua jukumu la kuwaita nyinyi hapa.
Tunachohitaji sisi ni suluhu na sio malumbano.